Baada ya ajali ya MV Bukoba, Osama bin Laden anasikitika sana na anakuwa anaamini kuwa ile ajali imepangwa, sio ajali ya kawaida. Mei mwaka 1996 kwenye ziwa Victoria, ajali ambayo ilichukua karibu maisha ya watu 800 hadi 1000. Osama anaamua kutuma vijana wake wa uchunguzi, Fazullah Abdullah Mohamed na Wadi Elhange, kwenda Mwanza kuverify ile ajali ilikuwa natural au ya kupangwa. Sasa utaniuliza, inakuwaje Osama anakuwa na huruma na Watanzania tena hadi anatuma vijana wake kuchunguza tukio hilo? Sasa turudi mwishoni mwa miaka ya 1980. Kulikuwa kuna kijana mmoja msiri sana anaitwa Abu Ubaida al-Banshir. Jina lake alikuwa maarufu sana kwa umma, lakini ndani ya mtandao wa wanamgambo wa Kiislamu alikuwa ni mtu mzito sana. Al-Banshir alizaliwa Misri, akalelewa katika mazingira ya misimamo mikali ya kisiasa na kidini iliyokuwa ikienea Mashariki ya Kati wakati huo. Baadaye akaenda Afghanistan kipindi cha vita dhidi ya Warusi, Soviet War. Huko ndipo alipokutana na wanyama na baadaye wakaja kuwa wakubwa sana katika mtandao wa jihadi duniani. Mmojawapo alikuwa mtoto wa kishua Osama bin Laden. Wakati huo Afghanistan ilikuwa ni kama shule ya wapiganaji kutoka nchi mbalimbali za Kiislamu. Osama bin Laden alikuwa anaandaa mtandao wa wapiganaji na fedha. Osama alikuwa don haswa kwa hela. In short, Osama alikuwa ni mtoto wa kishua, sio kina Kajamba nani. Sasa al-Banshir akawa mmoja wa watu waliokuwa jirani sana na Osama, mwanaye sana, kwa sababu alikuwa na uwezo wa kupanga operation na kuongoza watu. Akawekwa kwenye nafasi ya juu ya mtandao ambao baadaye ulikuja kujulikana kama Al-Qaeda. Al-Banshir alikuwa ni mkuu wa operation military chief wa Al-Qaeda katika miaka ya mwanzo. Kwa lugha rahisi kwa wale ambao hawajaelewa, Osama alikuwa ni bosi mkuu, lakini Al-Banshir alikuwa ni mtu wa kupanga vita na mafunzo ya wapiganaji. Sasa mwanzoni wa miaka ya 90, Al-Qaeda ilianza kutafuta maeneo mapya ya kujijenga nje ya Afghanistan. Afrika Mashariki ilionekana sehemu rahisi kufanya shughuli kimya kimya kwa sababu kuna biashara nyingi za kimataifa, kuna bandari kubwa kama Mombasa na Dar es Salaam, wageni wengi kutoka Mashariki ya Kati. Lakini kwenye kiulinzi hakukuwa na ulinzi mkali. Na hapo ndipo Al-Banshir akatumwa Kenya. Kenya ilikuwa uwanja wa vita, kwa hiyo walitumia biashara kama cover, yani kujificha. Al-Banshir na watu wake walianzisha biashara kama zifuatazo: kampuni ya uingizaji na usafirishaji magari, biashara ya uvuvi na boti kule Mombasa, pamoja na makampuni ya ujenzi. Kwa juu zilikuwa ni biashara za kawaida, lakini kwa siri zilikuwa ni njia za kufadhili na kusafirisha watu wa Al-Qaeda. Kenya pia ilitumika kama kituo cha kuunganisha mtandao wao katika Afrika Mashariki. Mwaka 1993 mambo yakaanza kubadilika. Marekani na nchi zingine zilianza kufuatilia mtandao wa Al-Qaeda, hasa pale Kenya. Al-Banshir akaondoka Kenya na kwenda maeneo mengine ya Afrika Mashariki. Wapi? Tanzania ndo akaja. Mwaka 1996 Abu Ubaida al-Banshir alikufa ghafla katika ajali ya MV Bukoba kwenye ziwa Victoria, upande wetu huu wa Tanzania. Naye alikuwepo ndani ya ile meli ya MV Bukoba. Wanasema alikuwa anaenda kununua silaha sehemu. Na ndiyo maana Osama alituma hao majenti wake kuangalia kama ile ajali CIA wamehusika au la. Lakini hadi leo watu wa Osama wanaamini MV Bukoba ilipangwa, sio bure. Ule ni mkono wa mtu, kwa sababu Al-Banshir alikuwa ni mtu mkubwa sana ndani ya Al-Qaeda.